shetani akiwa nyuma yake anamtumia. Kwa hiyo kwenye maisha yetu kila siku tunapambana na shetani, tunaishi kwa kukimbizana, tunazipiga kila siku katika ulimwengu wa roho. Anayeshinda akampiga mwenzake chini na anatawala. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 12. Mathayo 11:12. Soma hapo tu chap. Soma hapo. Mathayo 11 mstari wa 12. Karibu. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa, ndio ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Nao wenye nguvu wauteka. Nao wenye nguvu wauteka. Sio nguvu za mabaunsa, sio nguvu za kupigana mieleka ya kimwili, nguvu za kiroho. Kumbe ni kusudi uweze kutawala, uweze kuteka, lazima uwe na nguvu. Na hii nguvu utaipata wapi? Hii nguvu unaipata kwenye maombi. Sema amen. Sema amina. Kitabu cha Yeremia 1:18 hadi 19. Yeremia 1:18 hadi 19. Karibu. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19. Sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 19. Biblia inasema, maana tazama nimekufanya leo kuwa mji wenye boma, ndio, na nguzo ya chuma, na kuta za shaba, juu ya nchi yote, ndio, juu ya falme wa Yuda, na juu ya wakuu wake, na juu ya makuhani wake, na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Amen. Maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Pungiani mkono namna hii, alafu mpige Yesu makofi. Anaonyesha ya kwamba nao watapigana na wewe, lakini hawatakushinda. Kitu gani anaonyesha? Kumbe kwenye maisha yetu ya kila siku huwa tunapigana, huwa tunapambana. Hatumzuii shetani kupigana na sisi. Kupigana na sisi lazima apigane na sisi, kwa sababu ni andiko, limeandikwa. Lakini tunachoweza kufanya anapopigana na sisi, sisi tuwe na nguvu za kumpiga na kumshinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema watapigana na wewe, lakini hawatakushinda. Kwa hiyo lazima huwe ni mtu wa kuvaa silaha za kukusaidia kupigana. Na unapopigana, kazi yetu sisi ni kushinda. Ndio lengo la Mungu, kuona tunashinda kama kanisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Na silaha zetu, Biblia inasema uandike kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi 4. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi 4. Karibu. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 hadi 4. Maana ndio, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Yes. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Maana silaha zetu za vita si vya mwili, si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Bali zina uwezo katika Mungu. Hata kuangusha ngome. Hata kuangusha ngome. Bwana Yesu asifiwe. Pungia mkono namna hiyo, afu mpigie Yesu makofi ukiweza. Silaha zetu zina uwezo hata kuangusha ngome. Kwa hiyo haijalishi kuna ngome ya namna gani ambayo imekamata maisha yako, haijalishi kuna ngome ya namna gani ambayo imezuia baraka zako, haijalishi kuna ngome ya namna gani ambayo imekamata ndoa yako, haijalishi kuna ngome ya namna gani ambayo imekamata uchumi wako. Uwe na uhakika, tunapokwenda mbele za Bwana tukitumia silaha ya maombi, tuna uhakika ya kwamba zile ngome zinaanguka. Kwa nini? Kwa sababu tuna silaha yenye uweza wa kuangusha hata ngome. Biblia inazungumza ya kwamba ngome zitakazosimama mbele yetu haziwezi
haiwezi kutuzuia. Kwa nini? Kwa sababu tuna silaha yenye kuangusha ngome. Tuna silaha kuliko hata bomu za nyuklia. Kuna wakati ambapo nchi zinaweza kushindwa kutuliza amani, zinaweza kushindwa kutumia mabomu, zinaweza kushindwa kutumia nyuklia, lakini watu wa Mungu wanapoamua kuingia magotini mwa Bwana wakaomba na kunyenyekea, unashangaa ile vita inatulia. Kwa nini? Kwa sababu hiko silaha inaitwa maombi. Ni zaidi ya nyuklia, ni zaidi ya risasi, ni zaidi ya mishale. Ninatamani siku ya leo na wiki inayokuja tutumie silaha hii kuangusha kila ngome zilizokamata maisha yako. Sema amen. Sema tena amina. Maombi kama silaha ya kukupa ushindi. Kitabu cha Zaburi ya 53 mstari wa 2 hadi wa 3. Zaburi